Karibu tena katika kipindi chetu hichi cha afya na Dr. Sam, kipindi ambacho kinazungumzia afya za watu, umeona, magonjwa mbalimbali. Siku ya leo tutakwenda kuzungumzia matibabu ya vidonda vya tumbo baada ya kuona maana ya vidonda vya tumbo, kuona takwimu za hapa Tanzania za watu wanaoumwa vidonda vya tumbo, kuona ni sababu gani ambazo zinasababisha hivi vidonda vya tumbo, na kuona dalili za vidonda vya tumbo. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza unaangalia hichi kipindi, na kusihi ukaangalia kipindi kilichopita ili kujua hizo mada na kisha kuja kuendelea na matibabu asili ya vidonda vya tumbo. Watu wengi wamekuwa wakielezea hizo sababu, dalili, ila wamekuwa hawatoi matibabu. Wakifika kwenye matibabu huwa wanaweka dawa zao kwa lengo la kibiashara. Ila mimi sitafanya hivyo, bali nitakuelekeza ni namna gani ya kutengeneza dawa ya vidonda vya tumbo kwa kutumia vyakula na mimea vinavyotuzunguka. Kana kwamba hata Mtanzania yule mwenye hali ya chini hawezi kutengeneza dawa hii na kupata matibabu haya ya vidonda vya tumbo. Ungana nami mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi ili kujua matibabu ya vidonda vya tumbo, vidonda hivi vya tumbo. Sasa nitaenda kukuelezea ni namna gani ambavyo ukitumia jani la aloe vera pamoja na asali ni kama tiba ya vidonda vya tumbo. Nitakwenda kuelezea ni namna gani unaweza kuandaa, ni namna gani ambavyo unaweza kutumia, je, inaenda kufanya kazi aje kwenye tumbo lako ili kuponya vidonda vyako vya tumbo, na ni makundi gani ambayo yanatakiwa yatumie dawa hii kwa tahadhari. Tukianza na namna ya kuandaa hii dawa ya aloe vera, ili jani la aloe vera. Hatua ya kwanza, chukua jani la aloe vera kisha lisafishe vizuri kwa maji safi. Baada ya kulisafisha, utakata zile pande mbili, zile pande ambazo kuna miba. Baada ya kukata zile pande zenye miba, utatoa ile ganda la juu. Utatoa ile ganda la juu ili kupata ile jeli ya katikati. Ile jeli ya katikati ndio dawa yetu. Kwa baada ya kutoa ile ganda la kijani, utachukua ile jeli ya ndani ambayo sio ya kijani sana, utaweka kwenye mashine yako ya kusaga, yani wanaita blender. Baada ya kuweka kwenye mashine yako hiyo ya kusaga, utachukua kikombe cha maji, kikombe ambacho utachukua ni kiasi ni nusu kikombe. Utachukua nusu kikombe cha maji, utachanganya na huo mchanganyiko wa hiyo jeli ambayo sio ya kijani. Afikisha baada ya hapo utasaga. Tahadhari ni kwamba usitumie lile ganda la kijani kwa sababu itakusababishia wewe kuharisha. Kwa hiyo sisi dawa yetu ni hii jeli ya ndani. Hii jeli ya ndani ndo dawa yetu. Baada ya kusaga ule mchanganyiko na kusagika vizuri, umeona, ukishasagika vizuri utakuwa umemaliza sasa kuandaa hii dawa ya aloe vera. Baada ya kumaliza, utachanganya na kijiko kimoja au vijiko viwili vya asali. Baada ya kuchanganya na vijiko hivyo, tunakuja sasa ni namna gani ya kutumia dawa hii. Hii dawa utaitumia pale pindi utakapoamka asubuhi kabla haujala chochote. Utachukua nusu kikombe cha hii dawa, utakunywa. Na pia kabla ya kulala jioni utakunywa pia nusu kikombe, na utakunywa kwa muda wa wiki 4, ambayo ni sawa na mwezi mmoja. Baada ya kumaliza huo mwezi, utaacha wiki moja ili kuangalia, je, bado dalili za vidonda vya tumbo vipo. Na kama nilipokwisha kusema kwenye kipindi kilichopita, vidonda hivi vya tumbo huwa vinachukua muda kupona. Mtu asikudanganye kuwa kuna dawa ya wiki 2, wiki moja unapona vidonda vya tumbo. Nilikwisha kuelezea kwenye kipindi kilichopita. Kwa hiyo sasa unatakiwa uzingatie hii dawa kwa mwezi mzima. Baada ya kuzingatia hii dawa kwa mwezi mzima, ukae kama wiki moja sasa, uangalie, je, bado nina dalili za vidonda vya tumbo ambazo nimekwisha kuzielezea kwenye kipindi kilichopita. Baada ya kufanya hivyo,
tukaangalia sasa ni namna gani hii dawa inavyofanya kazi. Tukianza na ili jani la aloe vera. Ili jani la aloe vera linafanya kazi la kwenda kupunguza ile asidi ambayo inazalishwa tumboni kwako, ili kuvipa muda vile vidonda vyako kupona. Maana yake tulisema kwamba kwenye tumbo lako kuna asidi ambayo inamwaga kusaidia kumeng'enya chakula pamoja na kuua bakteria. Mtu anapokuwa na vidonda vya tumbo, ile asidi pia inasababisha maumivu kwenye zile vidonda vya tumbo. Kwa hiyo sasa unapotumia jani hili la aloe vera au juisi hii ya aloe vera, inaenda kusaidia kupunguza ule uzalishaji wa hiyo asidi na kuvipa muda vidonda vyako kupona. Kutumuna ni namna gani ili jani ambalo linafanya kazi kwenye tumbo lako. Na pia asali. Asali yenyewe inafanya kazi, kitaalamu wanasema ni antimicrobial. Yaani inafanya kazi ya kupambana na vijidudu ambavyo vinasababisha magonjwa. Kuna tumeangalia kwamba vidonda hivi vya tumbo pia vinasababishwa na huyu mdudu au bakteria kwa jina la Helicobacter pylori, ndiye anayesababisha ugonjwa. Kwa sasa unapotumia asali inaenda inamuua yule mdudu. Na ule mdudu akishakufa, tunaona kwamba mdudu ameshakufa na vidonda vyako vimepewa muda wa kupona. Vidonda vyako vimeshapata muda wa kupona. Kwa hiyo sasa ni wewe sasa kutumia hii dawa kwa muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, ili kumuondoa ule mdudu kabisa na vidonda vyako kupona kabisa. Kama tumeona hivyo sasa. Baada ya hapo nitakwenda kumalizia kwa kukuonyesha ni makundi gani ambayo wanatakiwa watumie hii dawa ya aloe vera pamoja na asali kwa tahadhari kidogo. Makundi yani pamoja na wamama wajawazito, wamama wanaonyonyesha pamoja na watu wenye kisukari. Kwa watu wenye kisukari, hii dawa huwa inasababisha kupungua kwa sukari ghafla, kushuka kwa sukari sana. Kwa hiyo kama wewe una vidonda vya tumbo na una sukari, unatakiwa uitumie dawa hii kwa uangalifu. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuungana nami mwanzo wa kipindi hichi mpaka sasa. Usisahau kunisupport kwa kusubscribe pamoja na kulike. Na pia kama ulikuwa unatamani niongelee ugonjwa upi, unaweza ukacomment hapo ugonjwa, na mimi kwenye kipindi kijacho nitatengeneza kipindi ambacho nitazungumzia ugonjwa ambao umeweka kwenye comment. Asante.